Sister uone au? Hapana, naomba nisamehe. Basi haina shida, nitakuta mwenyewe. Hamna shida, tungue mkokote. Achukua ile moja naenda nalo hivi. Asante. Sawa, haina shida. Nina moyo wa kike, napenda tena sana. Nina moyo wa kike, nikilizia na wewe sijari hasara. Ningepata pesa ningekupa ili utulie na mimi, sema ndo masikini umeniganda. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Odia. Karibu. Karibia ndani. Asante sana shehe wangu, lakini nikaa na shida ya haraka kidogo. Haina shida, acha nije. Samahani shehe bwana kwa usumbufu, maana nimekusumbua hivi. Haina shida shehe wangu, ujisikie kama uko nyumbani. Asante sana shehe, lakini nimekuja kwako hapa. Kuna matatizo, bila shaka unaweza kunisaidia. Tatizo gani shehe wangu ambaye nitaweza kukusaidia? Shehe bwana, matatizo yangu mimi ni mdogo wangu anaumwa, maana nishampeleka hospitalini mara kibao, wamempima, wamekuta hana homa. Nimezunguka sana kuhusu yeye. Jaribu kutafuta suluhisho, nimekosa. Nikaambia wewe unaweza ukanisaidia. Sababu ndugu yangu, kama mjaribu kumpima ndugu yako huyo hospitalini wapi, namna homa iliyojitokeza hapo, kikubwa tumrejee tu Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio mchunga na yeye ndio suluhisho la mambo yote hapa duniani. Ni kweli kabisa shehe wangu, lakini unaweza kuwa na muda sasa hivi tuende tukamwombee dua. Kwa sasa shehe, naenda masjidi hapo, ungekuja baadaye kidogo. Basi sawa shehe. Wewe mimi nirudi zangu nyumbani ile kamwangalie jinsi anavyoendelea. Basi haina shida, karibu. Asante sana. Karibu. Steve ametoka kwa shehe ili amsaidie shehe. Sasa walipogusa ni pabaya. Ngoja alifikisha taarifa hizi kwa mpango. Naona anataka kumponya shehe. Kulikoni Maubwabwa? Kuna tatizo kubwa sana nataka kutokea juu yetu. Ni tatizo gani hilo Maubwabwa? Naona kakake washani anataka kutuletea gharika. Tukiendelea kuzembea tutaishia pabaya sana. Kivipi? Nilimwona anatoka kwa shehe kakake Shani. Malengo yake yatakuwa sio mazuri sana juu yetu. Basi inabidi Shani jua la kesho asilione. Inabidi leo tumuue.
Unajua mwanangu Tibu sio kwamba anazingua, ila hapo nyuma alikuwa na shida kidogo ya mdogo wake. Kwa ndo kama hivyo yani, kwa wewe fanya subira mwanangu. Unajua jamaa sasa hivi ni mwezi wa 6 huu. Hapo jamaa hajatoa hata nusu maana. Ni sio kwamba jamaa anazingua. Ila jamaa alikuwa na matatizo sana. Hapo wenyewe mdogo wake ndo amepona tu hapa majuzi kati mwanangu. Kama sema kwamba anaamka asubuhi hapo sifusi ili arudishe hilo deni mwanangu. Naelewa mmemsaidia ila ndio hivyo sasa, na yeye nataka kuonesha wema wake. Nimekuelewa mwanangu, ila fosi muelekeze jamaa. Mambo yote yatakaa sawa tu mwanangu, usijali wala nini. Fresh mwanangu wewe. Muelekeze jamaa sijisahau sana mwanangu. Baridi mwanangu wewe, ngenja hiyo. Yani madam, kikweli dunia hii kuna watu wachawi. Yani kwa jinsi yule dogo alivyojibadilisha, yani sikuweza kuelewa kabisa. Yani alipokuja na kuongea ni vile vile kama mkuu wa shule, na kilichonishangaza zaidi aliposema kwamba nakupa likizo sijui ya miezi 6. Nilishangaa sana, lakini sasa nikasema hasa kama mkuu wa shule ndo ameniambia hivi, mimi nani sasa paka nipinge? Hasa mimi nikakubali tu, ndo hivyo nikakaa sijui mwezi wa kwanza. Wa pili nashangaza akalia ananiletea barua. Nikasema barua ya nini? Akasema bana, hii nimepewa na mkuu wa shule kwamba nikuletee, kwa sababu sijui unakaribia miezi 2 uji shuleni. Nikasema yes, nikanipa ruhusa. Akasema hamna, yeye akasema hajui hilo na hujatoa kwake ruhusa, sasa inabidi uisome barua na shuleni usikanyage tena na usifike. Kwa hiyo yani inamaanisha kwamba ndo nikaa nimeshafukuzwa kazi jumla kabisa. Yani kikweli mimi sina chochote cha kufanya kwa sababu sasa hivi nao ni usiku. Kuacha tu nikuage upumzike madam. Mimi nashukuru sana. Sina cha kukulipa madam wangu. Nashukuru sana kwa kuniombea msamaha. Haina shida, wewe na usiku mwema. Sawa. Haya. Yule zamani, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Niambie. Nina moyo wa kike, napenda tena sana. Nina moyo wa kike, nikilizia na wewe Nitakwambia kijinga. Nina moyo wa kike, napenda tena sana. Nina moyo wa kike, nikilizia na wewe sijari hasara, ningepata pesa.
Samani. Of course sio mara yangu kwanza kukutana na wewe. Yeah. Ndio mimi. Nakumbuka kwa siku nilipomega kule nilimwaga matunda yako. Oh, wow, vizuri sana. Ila ningependa tujuane basi. Kujuana kivipi? Ningependa nijue hata jina lako. Oho. Mimi jina langu naitwa Naifati. Sawa basi ningependa tu nijue hata unapoishi. Naishi mtaa wa pili hapo. Kama utojali, basi hata namba yako tuwe tunawasiliana. Mimi situmii simu. Samahani, kuna sehemu na mimi. Kinywa changu, roho yangu, vyote vinaniambia nimependa ambapo ni sahihi. Kwani macho yako, roho yako, kwa nini unaficha na kunionea mimi tu? Ona kosa langu